Shalom shalom bien-aime, kwa majina naitwa Mwalimu Azaf na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Leo nataka tujifunze kwa dakika fupi somo ambayo inasema lugha moja na usemi mmoja. Tusome katika andiko ya Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza ambayo inasema na dunia nzima ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Hapa lazima tuelewe kwamba katika dunia hii tunahitaji umoja ili kwamba tuendelee. Mungu akitaka kubariki taifa anaifanya iongee lugha moja, na pia akitaka kutenganisha taifa anaifanya iongee lugha tofauti. Ukiangalia katika kikundi, watu wenye walivurugana ni watu wenye waliongea lugha tofauti, na shetani anajua kuwa umoja yetu ndio nguvu yetu na udhaifu ni matengano. Wakati kila mtu anaongea lugha ya kwake, hakutakuwa umoja. Taifa yenye inaendelea ni taifa yenye liko na lugha moja. Na hapa tunaona katika kitabu hawa watu walikuwa na lugha moja na usemi mmoja, na wakapatana tujenge mnara ili kwamba tumfikie Mungu. Na lengo yao, kwa sababu walikuwa na lugha moja na usemi mmoja, balikuwa na tafikia lengo yao. Na Mungu akasema tusiposhuka tuchanganye lugha za hawa watu patatufikia. Manake watu wenye wiko na usemi moja na lugha moja, hakuna kitu kinaweza wazuia basifanye mapenzi yao. Wakati mnaongea lugha moja na usemi moja, hata shetani anawaogopa, kwa sababu kwenye kuko lugha moja na usemi moja hakuna kenye kinaweza batenganisha. Ukiangalia mfamilia za mingi, watu wenye wamevurugana ni watu wenye wameongea lugha tofauti sana. Kila mtu anapenda ongea lugha ya kwake, na utaelewa kwamba Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 6 alipotaka kurudisha umoja, aleta lugha moja ambayo ni lugha ya Roho Mtakatifu. Watu wote walipokuwa katika chumba cha juu wakasema kwa lugha. Ina ile lugha haikukuwa lugha ya wanadamu, lakini ilikuwa lugha ya kimungu, na ilikuwa lugha moja ambayo ileta umoja kwetu. Ni lazima tuongee lugha moja. Tukitaka kutingiza dunia tunahitajika kuongea lugha moja. Tukitaka kufanya mambo makubwa tunahitajika kuongea lugha moja. Tuingie mkungambo ya makanisa. Makanisa za mingi zimekorogana kwa sababu haongee lugha moja. Kila watu wanataka lugha ya kwao. Unakutana wanapatia mtu aombe, anaomba mkibembe, mwingine mkifilero, mwingine mkishi, na hizi lugha zote zinachanganya watu. Kwa hiyo tunahitajika sote kuongea lugha moja ili kwamba umoja idumu katikati yetu. Na kama tuongea lugha moja, ina maana kwamba matengano kila siku itakuwa katikati yetu. Nchi za wazungu ambazo tunaenda kutembelea, unapoingia ndani utakutana ni nchi zenye hamuna amo makabila za mingi. Watu wote wanaongea lugha moja. Utakutana watu wote wanaongea Kiingereza, Francais ama Kiportugie, na njoo lugha yao. Na ukiangalia zile nchi zinaendelea, juu hakuna lugha tofauti, hakuna usemi ya mingi. Watu wanaendelea juu wanaongea lugha moja. Na pale ndio utaelewa kama umoja ya taifa yenyewe imeendelea ni kwa sababu wanaongea lugha moja na usemi moja. Lakini nchi za Afrika zinaangamia na kukosa maendeleo kwa sababu kuko lugha za mingi na usemi za mingi. Je, tujiulize hapa, tunaweza fanya nini kusudi tuendelee? Hakuna maendeleo kwenye kuko lugha za mingi na usemi za mingi. Lakini kuko maendeleo fasi kwenye kuko lugha moja na usemi mmoja. Usemi moja na lugha moja inafanya watu wafike mbali sana. Mumakanisa zetu lazima tukue na usemi moja na lugha moja, na tutafika mbali. Mufamilia zetu inabidi tukue na usemi moja na lugha moja. Utaelewa kama hapa kenye Mungu alikuwa anaongelea ni umoja. Akasema tushuke, tuchanganye lugha za haba watu. Juu kama hatuzichanganye batatufikia. Manake hakukukua kitu kia kuarete ama kuzuia watu wasifikie Mungu kupitia mnara walikuwa nafanya. Juu ya nini? Juu walikuwa na lugha moja na usemi moja. Ina maana kwamba paka Mungu akaogopa umoja ya haba watu. Juu aliona umoja ya haba watu ni umoja ya ajabu. Hakuna ngisi wangezuilika juu walikuwa na lugha moja na usemi moja. Maana kenye kinaogopeshaka Mungu haiko atawe kuishi maisha utakaso, lakini lugha moja na usemi moja. Kile kinaogopesha Mungu. Mungu akaogopa. Aba watu tusipowazuia, ilibidi Mungu ashuke na achanganye lugha zao, achanganye usemi wao. Na utelewa kama wakati walichanganya lugha zao na usemi zao, njoo aba watu balishindwa kufikia lengo yao. Manake sa Mungu alipatia kila mtu lugha, aongee lugha yake na aongee usemi ya tofauti na mwenzake konaongea, aba watu wakashindwa kufikia lengo yao.
bakajikuta hawajenge tena mnara wa Babeli. Ndio nakutana mwingine akituma huyu beshe anamuletea piosha, anaanza sema anamtuma hayo. Bakituma huyu sima analeta maibu. Maana Mungu anachanganya lugha za watu. Inabidi sote tuongee lugha moja na usemi moja. Tunapoongea lugha moja na usemi moja ni kwamba kila mtu anatuogopa. Tuko katika nchi zetu hapa Afrika zinaangamia juu ya nini? Watu waongee lugha moja. Can you imagine kila mtu ongee lugha kwa tufike fasi uyaongee mkibembe, mkifulero, mkishi, hataelewana. Utawaza iko na kusema kumbe hakuseme, iko unaongea kia kwao. Lakini ukiongea lugha yenye mwingine anajua, inakusaidia akusikie na akuelewe. Kama haiko vile, tutatengana kila siku. Kama haiko vile, tutavurugana kila siku. Kama haiko vile, taifa letu litaangamia. Kama haiko vile, kila kitu hakitakuwa kwenye nafasi yake. Mungu akubariki kwa siku ya leo. Amen.